أين أهل العلم والقوم الأوال؟ سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل. أي بني اسمع وصايا جماعات حكما خصت بها خير الملال. اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسال. واهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخوال. لا تقل قد ذهب. Tunakaribisha tena wageni wetu baada ya leo inshallah, kila wakati waturudie, watuzuru ile kila mmoja wetu katika nasaha ama mawaidha yao tumejifaidi naye, sio si tunakaribisha tena, tunakaribisha na tunaombea khairi. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الأعزاء، kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu aliyetukutanisha katika hii jambo la kheri ama kikao ya kheri, na kwa ufupi tu sisi ni ndugu zenu ambao tumefanya ziara kutoka Mombasa, tukiwa tunawakilisha taasisi inayoitwa Wood Foundation Trust. Kwa lugha ya Kiarabu ni muasasatu Wood lilirathati watanmia. Hii ni taasisi ambayo inashughulika zaidi na mambo ya iradha, yaani misaada, na pia tunashughulika na mambo ya elimu. Alhamdulillah, kwa uwezo wa Allah tabaraka wa taala tumeweza kujenga misikiti sehemu tofauti, zaidi ya misikiti 130. Ndio sasa katika hii ziara yetu ya Bomet pia, kwa sababu hujafika hapa, nafika mpaka huku Utula Kapsole na Western pia. Alhamdulillah, hata tuko na institution ambayo ni integrated school ya mayatima, ni primary na junior pamoja na madrasa, mpaka huku Marsabit inaitwa Turbi mpaka Mayari. Alhamdulillah, kwa sababu ya ndugu zangu mashekhe hao unaona hapa, ndio waweza kutufikishia ujumbe na nini, tukaona wacha tuende Bomet. Zangu katika imani, hii ni ziara ya da'wa, na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema, ukikuta watu wamejumuika mahali, wamekaa pamoja, basi ni jukumu lenu kuweza kufikishia risala, yaani kufanya da'wa. Na hadithi mashuhuri ambayo nyote mnajua, tunasema majtama qaumu fi baiti min buyuti llah yatluna kitaba Allahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alayhim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa haffatuhum al-malaika wa dhakarahum Allahu fi man indah. Hawajumuiki watu katika sehemu katika msikiti. Riwaya nyingine inasema ma min qawmin yajlisuna majlisa, hakuna watu ambao wanakaa mkao kisha wanakuwa ni wenye kusomeshana, kwanza ni Qur'an na kuhifadhishana, mpaka kufundishana maana ya Qur'an na ahkamu ashara
hukumu za kisheria, isipokuwa watu hawa hupata utulivu. Allah atujalie miongoni mwa hawa inshallah, na wafinikwe na rehema ya Allah tabaraka wa taala, kisha wazungukwa na malaika, na Allah anawataja watu hao walioko kwake yeye, fi man indahu, yani almalaika. Kwa haya masaa na haya madakika, sisi tunaomba Allah tabaraka wa taala atujalie miongoni mwa hao watakayotajwa huko juu malaika, wa yajma'ani wa iyyakum fil janna inshallah ma'a an-nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa, pamoja na mitume waliowema wale ambao ni wazuri wa kukaa nao inshallah. Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwa hao. Ikhwati fillah, katika hiyo hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ametaja fadhail, mambo mengine mazuri wa mahasinul akhlaq, na mambo ambayo Muislamu anataka awe ni mwenye kuwa nayo, yani asifike nayo. Sisi tunasema ikiwa wewe ni Muislamu, you are not a normal person, si mtu wa kawaida. Wewe ni miongoni mwa wale ambao wamekuchagua Mwenyezi Mungu na hidayah. Sasa uongofu huo aliokupa Mwenyezi Mungu lazima uwajibike na uwe tofauti kabisa na yule asiyekuwa Muislamu. Lakini tukichanganyika, hakuna chochote ambacho kwamba kinachotofautisha baina yetu sisi na wale wengine, hiyo itakuwa ni musiba adhima, jambo nzito sana na haifurahishi. Kama mfano, tulivyotembea kidogo tangu tulipoingia saa 8, tumeona athari ya Kiislamu, na tumeenda hiyo sehemu ambao kuna wale muhtadini walijuda tulioingia katika Uislamu na watoto wao wanafundishwa dini na maalimu huko bila sekula na kheri. Wanaanza kuzungumza na sisi Kiarabu, wengi hawajui Kiarabu. Kwa hiyo watoto wadogo wameingia katika Uislamu kwa muda wa miezi 6 ama mwaka miezi 7 ama mwaka mmoja, wana hamu ya kutaka kuzungumza Kiarabu. Wanatuliza sisi maisha, anauliza nini maisha? Na wallahi tukifanya na kidogo interview kidogo hapa, tukaulizana, hata watu wengine ni wazee, watu wazima, ambapo ni hujja, kwa sababu wewe ukiishi mpaka ukatoka na hivi, wengine sisi tunapaka rangi. أعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. Sisi tumewapa umri miaka ya kuishi, alhamdulillah, ambayo wewe unaweza kukumbuka. Lugha ya Kiarabu ni lugha ya ibada, ni lugha ya dini, ni lugha ya Qur'an, na ni lugha ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Si suala la kusema kwamba nisome nizungumze. Yatakana wasiokuwa Waislamu watuone sisi Waislamu kila suala la Kiarabu. Si kuna wengine hapa wanajifakhiri na mambo ya kizungu, sio? Yaani ukiwa Mkenya wewe unazungumza sana, lakini wewe ni Tanzania unazungumza nini? Kiswahili kwa wingi. Kwa nini Kiarabu kisipewe kipaumbele? Zamani sisi tulipokuwa Mombasa, mpaka sasa watu husema Kiswahili kitukuzwe. Manake ni kwamba lugha ya Kiswahili ipewe nini? Yaani kipaumbele, ipewe haki. Sisi tunasema Kiarabu kitukuzwe. Ikiwa hawa watoto wadogo ambao ni hadithi na hadithi ya Islam wameingia katika Uislamu, wanajaribu, si hujja yetu sisi mbele ya Allah tabaraka wa taala. Nilikuwa na maanisha tuwe tofauti. Mwanzo wa hadithi iliyopokelewa na Abi Sa'id al-Khudri, anaanza akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah. Atakaye muondolea dhiki
Muislamu mwenzake. Miongoni mwa yale matatizo, zile shida, zile huzuni, zile taabu ambazo zilizoko katika jamii, katika mujtama, Mwenyezi Mungu atakuondolea shida nyingi zilizoko kesho kiyama. Haulu kiyama, shadaidu kiyama, wewe ukawa miongoni mwa wale ambao watapumzika katika kivuli ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, yauma la dhilla illa dhillu, siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli ya Allah tabaraka wa taala. Kisha akasema atakayemwondolea, yani kumsaidia, wa man yassara ala mu'sir. Mu'sir ni mtu aliyeelewa na madeni, aludini, ukamsubiri mpaka waikana dha usratin fanadhiratun ila maisara. Ikiwa mtu ana shida, msubiri mpaka hali yake iwe nzuri, au ukamlipia deni yake in any way, kwa namna yoyote, Allah naye atakufanyia mepesi mambo yako inshallah. Lakini sasa yataka kuamini haya. Akaendelea, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Haya yote ni maadili, ni mienendo, ni tabia ambayo wewe Muislamu unatakikana kusifika nayo. Kisha ndio tutazungumzia muhimu wa kukaa katika vikao. Sasa hivi tuko kwenye kikao ya dhikri, sio? Tuko kwenye kikao ya ilmu. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, majtama qaumun fi baitin min buyuti llah. Akasema sifa hizo zote ambapo tunatakana tuamini, na inshallah tuwe tunasifika na sifa kama hizo. Kisha mwisho akasema man batta amaluhu lam yuslihu nasabuhu, mtu amali yake ikimweka nyuma, yani akawa hayuko mbele, yuko nyuma. Sababu wengi pia ikijasalao na sali nyuma, sio? Hatusemi kuwa hawaja swali, tukuone swali, lakini huenda ikaingia miongoni mwa wale aliyosema Mwenyezi Mungu, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u ash-shahawati fasawfa yalqawna ghayya. Watachipukia, watakuja baadaye, wataangamia kuja baadaye watu ambao kwamba wanapuza sala, wattaba'u ash-shahawati au yuakhiruna sala, wako na tatizo la kuakhirisha sala. Kwa hiyo suala la taswifu, ambayo maana yake ni mumadhara, ngoja ajadiliwa baadaye, tafanya kesho, unapostpone mambo yako ya kimaisha na unapostpone mambo ya ibada. Wallahi, mwishowe wewe huenda ukafikiwa na wakati na ukalemewa na umri, ukaenda mbele ya haki, mbele ya Allah tabaraka wa taala, na kisha unakuta mambo yameharibika. Hata Waswahili wanasema ukichelewa utakuta mwana si wako. Ukiwa umesafiri sana, wacha nyumbani hivi miezi 4, 5, 6, ikitokea nyingine utauliza nani? Mtu yoyote. Kwa sababu katika Uislamu sheria at-taswifu la yajuzu. Nataka kuwapa kisa moja. Kulikuwa kuna shair anaitwa Asha bin Maimun. Huyo shair wafada fi akhir ayamihi ila ardh al-Hijaz. Ile siku zake za mwisho kufa kwake, wakati wake umekaribia kufa, ameenda mji ardhi ya Hijaz. Hijaz ukisikia ni Makka, Madina, Jidda na Taif. Hiyo area ndio inaitwa nini? Ardhi ya Hijaz. Na wakati hiyo ndio Uislamu ulikuwa inapata nguvu. Anasu yadkhuluna fi dini llahi afwaja, watu wanaingia kwa wingi katika dini ya Mwenyezi Mungu. Na huyu shair ala Hijaz biqasidati madhi nabii sallallahu alayhi wasallam. Safari yake yote na si Muislamu, anaenda huko ili kusoma kasida ama mashairi ya kumsifu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Huyu maarufu ndio Quraysh,
mtu maarufu, is a very famous person. Tena zaidi ya hapo, ile mashairi yake kama igiza inaathiri kiasi kikubwa sana. Fakhafat Quraish wakaogopa, kisha wakajaribu kumzuia. Yani wamesema shairi ya huyu Aisha bin Maimun sayuzidu intisharu al-islami baina al-arab, itazidisha Uislamu kuongezeka kwa kiasi kikubwa kati ya Waarabu. Lazima tumzuie. Mtu wa kwanza kuzungumza na yeye alikuwa Abu Sufyan bin Harb, ambaye ni kiongozi wa Quraysh. Akamwambia, wewe Aisha bin Maimun, in yanhaka ala khilal yuharrimuha alayka. Huyu mtu khilal ni sifat ama ni tabia fulani. Huyu mtu miongoni mwa sifa zake ni kwamba wacha kitu kingine, hata yale ambayo yaliyopo atamharamishia. Kuna ile uraibu ambayo uliozoea. Kuna watu wengine sasa hivi ni ngumu kwa Uislamu kufuata Uislamu kwa ajili ya uraibu. Sasa hivi katika area ambayo uliopo ni area ambayo wallahi kuna jukumu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Sisi sote tuna majukumu, lakini kuna fursa nzuri kabisa ya kuwalingania watu kuingia nini katika Uislamu. Waman ahsanu qawlan mimman daa ila Allah wa amila salihan wa qala innani min almuslimin. Nani ambaye maneno yake ni mazuri kuliko yule ambaye kwamba analingania na anasema juu ya kualika wengine katika Uislamu. Wa qala innani min almuslimin, na akasema mimi ni miongoni mwa Waislamu. La yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humri an-na'am. Mwenyezi Mungu amuongoze mtu mmoja tu ni bora kuliko wale ngamia kubwa. Watu wenyewe wale wafugaji wanajua ni ngamia kubwa thamani yake. Sasa hivi unaweza kukisia kwa vyombo ambavyo vinavyotumika sasa hivi. Akaambia huyu mtu atafika kiwango ni outlaw, atakuja kukuondolea na kufanyia haramu yale mambo ambayo wewe umezoea. Akaambia fama huna, hiyo ni vitu gani? Akasema arriba, azina, alqamar, arriba, alkhamr. Tukio kusikia atakwambia riba ni haramu, zina ni haramu, sababu ni kawaida kwa sio. Na atasema pia mwisho tendo ni haramu. Walikawa tendo linatumika kwa wingi sana. Watu wanakuwa guruguru. Wanda akaingia katika Uislamu, akapenda Uislamu baadaye akashinda na kwa ajili ya tendo. Hata wengine pia wanakuwa mirasi. Yule ndio wa Uislamu. Sababu leo wengine hawali, hata kila ni kidogo. Lakini uliomiwa ni wanani? Ni wengine ambao sisi ndio tunasema kuwa Waislamu. Haikutoka katika Uislamu, lakini suala tayari wewe ni addict wa nini? Kula miraa athari yake. Yule siku moja nikaona mtu amekula miraa ndio mrefu. Sasa akaja msikitini tunakufunga sana. Wale zamani kama wanavyosema alama ya Shafi mpaka utiania kwa utoe anasema na wewe usalli fardhu salati dhuhri 4 rak'at nadani lillahi wa maneno mengi ndio wala sana ndani. Sasa kila akisema haingii ile kwa sababu ni mlevi na waitu usalli fardhu alayhi anapiga hivi tena hivi tena pia anapiga tena na waitu usalli. Sasa watu kwa usala kwa mtu mzima kwa hasana mimi nasali, mimi natafuta mila yangu, ikifika wakati wa swala ninatema, kisha naosha mdomo, ndio katika swala mimi nasali kama kawaida. Lakini swala ni kuwa hayuko sawa.
is abnormal, yani haiko sawa. Nilikuwa nimemsikia kitambo na shekhe wetu mmoja Allah yarhamu, anaitwa Sheikh Qawsar, alikuwa akizungumzia watu kama hao, sema mtu anakula miraa mpaka jasho na mtoka ndio zikana kwa jake, akatoa ile yake akaona hizi pale kwenye ukuta, nafikiri ni msumari. Wallahi azema hapo ile koti yake kila akitaka kutundika ile nini ile hizi na kibia sasa msumari kwa vipi wewe msumari kiruka. Kwa hiyo Qur'an sasa akamwambia kuhusiana na Qur'an, vitu hivi vyote utakuja kuwa ifanye wewe mtungaji mashairi ama mwimbaji mashairi mazuri ya kusifu Muhammad, huyu vijana ambao wamepoteza watu ambao wao warudi zao. Akamwahidi ngamia 100. Faakhadha, akachukua zile ngamia 100 akarudi. Inda audatihi ila biladi, wakati anarudi kwao kule alikotoka, walam yakad yasil ilaiha, hakufika. Kabla ya kufika tuufia, hata tuufia, amekufa ithra sukutihi min naqatihi, ameanguka kutoka kwa ngamia yake akafa. Lakini kulikuwa kuna maneno amesema ya kuwa mimi sasa hivi nimepewa mali. Alikuwa anampenda Mtume, alikuwa kuingia katika Uislamu, asema atamatta biha sana thumma aslim, nitaenda kustarehe naye, hii mali nitakula. Unajua chakula cha umiza, sio? Sio anasema hivi. Ubwete pia unatoa. Sio ubwete. Lakini chakula utaumia shekhi. Sasa akisema nitafurahia, wacha ngoje kidogo nifurahie muda wa mwaka mmoja kisha asli thumma asli. Yani I will join Islam and I will convert after 1 year. I will accept Islam. Takubali Islam, nitaingia katika Uislamu baada ya kuishi. Lakini lam yasil ila biladihi au ila ardihi hatta tuwfiya ithra suquti min naqatihi, anaanguka kutoka kwa ngamia wake na akafa. Masala maana ya hayo ni nini? Suala la ibada, sala, saum, zakat, sadaqat, khair, kusaidia watu, kuangalia maskini, kuwasilimisha watu, hayo mambo inshallah tushughulike sote na tusiakhirishe wala usiwe ni mwenye kuchelewa inshallah. Na Allah tabaraka wa taala atatupatia tawfik inshallah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaja mji hapo, wal baladu tayyib, at-tayyib yakhruju nabatuhu bi idhni rabbih, miji mizuri. Kifasiri miji, kifasiri ardhi, yote inakuwa na maana moja. Kwa miji mizuri Mwenyezi Mungu aliyoiumba akaipatia sifa nzuri, ikawa ina watu waliowema, watu wanaompenda Mwenyezi Mungu na mtume wake, watu ambao kwamba wenye maadili mema, watu ambao kwamba wenye hamu ya kubeba masuhulia ya dini, watu ambao kwamba wanafikiria mustakbali wa mbele, bali wanaishi si kwa ajili ya nafsi zao peke yao, bali wanaishi vile vile kuwafikiria vizazi vitakavyokuja, zitakuwa ni vizazi vya aina gani. Yakhruju nabatuhu bi idhni rabbih, matunda yatatoka katika watu hawa na yatatapakaa kila pahala, na watu watakuja kushuhudia yale mazuri yao leo mpaka kesho, wala watakapojaliwa kuishi kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Vile vile ni ardhi ambazo kwamba nzuri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alizozipatia rutuba mbalimbali. Shukran ananiambia sisi alhamdulillah unaje mazingira haya, kama kwamba yeye alijua sisi kutoka katika dhiki ya mazingira ya masiku kama haya Mombasa,
Saa zote ni hivi, tunajipata kila mahali. Joto imefika karibu kufika asilimia 40. Iko kidogo tu kufika hapo, watu hawalali usiku. Mchana ni kujikuna na kujibara saa zote. Kuna hali ndio hiyo. Sasa na mimi waonaje mazingira haya? Nikamwambia wallahi ni'mal makan, ni'mal bia ardhi. Mungu katika mazingira, Mungu katika bia safi sana, nzuri kabisa. Alafu baada kama ni hivyo, kisha baadaye alhamdulillah, ardhi zake ni ardhi njema, ardhi nzuri. Sisi tulitaka kulima kule, watu walima pengine tupata tungoje mwezi wa Aprili, basi peke yake. Na pengine mvua ile kidogo wale wakulima ukiweka mbegu zikitoka zikifika hapa zinakufa. Na zikishakufa zile halasi, na tunasema kwamba ndio hii ishatupita. Sasa mtu anataka tamaa kabisa, anatoka shambani kwake yuenda zake, kwa sababu ni mvua ya msimu peke yake. Na ikiwa ni kidogo basi mimea ndio haimi tena, na ikiwa basi inakuwa haina nguvu kabisa. Sasa mwaka mzima mtu anaacha lende, anaacha kila kitu, anasema sasa hivi nishafeli. Labda hiyo ni sehemu kuna maji ya visima ndio wanasheze apate kuvuna, lakini bila hivyo ndio nishafeli. Sasa mwaka mzima hata chakula yeye ni kufanya vibarua, kungojea mwaka mwingine labda apate chakula ndio aweze kuenda. Sheikh ananiambia sisi hapa siku zote alhamdulillah, sababu mvua hatukupata usiku, lakini asubuhi yake itanyesha. Leo inanyesha, kesho zitapatikana mvua. Wala mtoi ya kharuju nabatu biidhni rabbi. Hii ndio miji mizuri alhamdulillah. Walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Lakini miji mingine ambayo kwamba ni michafu kwa tabia za watu, ambazo tabia hizo sisi tunaziangalia sana kwa jamii hii yetu, lakini hata ukiangalia jamii nyingine ambao kwamba watu ambao sio Waislamu, lakini pia ni tofauti, si kama wale ambao sio Waislamu katika sehemu nyingine. Wale mnafuku tukitembea barabarani, ukiwa umekuta watu wamekaa, ukiwa fanyisa mkono hivi na wao kufanya bidhaa na kuchekea, wanabashasha, wanakucheka na wewe. Lakini sehemu nyingine wakiona tu kwa huyu ni ukimsalimia na ukifanya hivi na mwangalia kama wewe ni mtu anafanya ni adui, yani si mtu ambaye ufai kukaa karibu na yeye. Hasa hapa hiyo siku hiyo, hata wale ambao sio Waislamu pia wana sura za bashasha, yani wanayo wale mapenzi ya. Kwa hivyo kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, miji ambayo kwamba imekuwa ni michafu, ilikuwa na watu ambao sio wazuri, miji kama hii haitoi ila watu wabaya, kwa sababu hata vile vizazi ambazo zitazaliwa zimetokana na wazee ambao hawana tabia njema, zimetokana na jamii ambao si nzuri. Kwa hivyo nikitaka tuzaliwa kitakuwa tabia hiyo. Sasa maneno haya ni maneno ambayo kwamba Mwenyezi Mungu anafananisha na wale Waislamu waliobeba kalimatu la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Watu kama hao wakifahamu maana la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah kisawa sawa, maana yake ni nini, masharti yake ni yapi, kuna majukumu gani ambayo mimi nikisema la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah, mwenzangu akisema la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah, mimi nina wajibu gani kwake? Sasa hiyo ndio miji ambayo Mwenyezi Mungu anapiga mfano na waumini ambao wanabeba kalima hii. Bila shaka watu kama hawa wanatoa matunda katika ile jamii yao. Sasa hapa alhamdulillah, sifa hizi Mwenyezi Mungu azizidishe na kwa watoto wetu hawa. Tunawalea katika malezi ya kuchukua majukumu, kwa sababu ndugu zetu, Sheikh anamsikia akisema mmoja hapa, kwa mimi nimekuja hapa nikiwa yuko yeye tu na mtu wa pili wa tatu basi, lakini ile hapo ndio kwa nayo na kusimama imara hapa, ndio leo tunasema kwamba ndio natija hii ambayo tunashuhudia. Na wale ambao kwamba walikuja baada yake wameona kwamba hatuwezi kukaa katika majumba yetu na wadhamini
kuonyesha mimi niko sawa na watoto wao na familia yao, basi twendeni hivi, hakuna haja. Lakini watu wamefanya bidii, wameenda mbio mpaka wakapata fikra ya kuweza kuwatembelea watu, kuenda kuwafikishia kalimatu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Na alhamdulillah, Mwenyezi Mungu atakabuli na watu wakaweza kukubali, na baada ya dhalika wale waliokubali pia na wao ambao wana hamu na pengine hata kutushinda sisi, kwa sababu tuliokwenda kuyaona pale kwa watoto wadogo kama hawa ni mambo ya mtu anakusomea Qur'ani kama ambaye lafzi ya Arabi, na ni kijana mdogo amesilimu juzi, lakini Qur'ani yake anaposoma khariji zake utafikiri jambo la kwanza. Jambo la pili, utapata anakuuliza aina taskunu anta, amekuja masala kama hayo sisi tumekeleza aina taskunu min aina antum. Sasa ni kuonyesha alhamdulillah kuna mwelekeo mzuri. Kwa hivyo hawa wenzetu ambao kwamba waliobeba hili wasiwakawiwa sifa la ilaha illa Allah, kisha mwisho wakatoa mali yao wakaweza kununua sehemu kwa ajili ya kujenga markaz, ili sehemu ile ipate markaz ya wale Waislamu wapya waweze kusomeshwa pale na kutoka hapa na kutoka sehemu nyingine. Haya ndio malengo. Hii ndio maana halisi kabisa ya aya hii. Tabaqtum hadhihi aya 100%. Kwanza antum fi badal tayyib, mji Mwenyezi Mungu alhamdulillah, ardhi yake mashaallah, kisha na nyinyi alhamdulillah, na kazi ni hiyo. Kwa hivyo hii aya tunaifuata moja kwa moja bila wasiwasi wote. Mwenyezi Mungu inshallah awabarikie katika shughuli zenu na malengo ambayo kwamba mumelenga, Mwenyezi Mungu ayafanikishe biidhnillah. Bila shaka ni makubwa, na mimi sitaki kuongeza zaidi. Hii ni taarifa fupi ambayo ningependa kuizungumza, lakini kwa wasia wa mwisho nikimalizia ni kwa hawa vijana wetu ambao kwamba katika tunaita Sofia B, kwa sababu lazima siku zote uelewe mwanadamu, na mwanadamu si mkamilifu. Mwanadamu anaweza kuwa leo yuko, kesho hayupo, ishafika ajali yake. Mwanadamu anaweza kuwa leo nasiha yake anaweza kwenda mbio kutafuta, lakini kesho akawa mgonjwa, na mengine za kutokea. Wale ambao kwamba mwajua nyinyi waliokuwa nyuma, hawa wengi waweza kuwa hawajui kina nani, labda wana support kidogo, hawajui. Lakini lazima kuna safu ya pili ya kwamba mimi najua nilikuwa nikimwona babangu akifanya 1 2 3, mimi najua nilikuwa na babangu akimtembelea fulani, mimi najua ilikuwa tukifanya tukiambiwa hivi. Kwa hivyo kujenga safu ya pili ili hili jambo liwelewa. Alhamdulillah, tunao kamati ya Sheikh Isa na imamu wetu na Sheikh, lakini pia kuna vijana wengine ambao wako nyuma. Haya mambo pia na wao wanaelewa, wanayajua yanafanya vipi na yanaanza vipi na malengo yake ni nini, kwamba ikitoka tu huyu basi mwingine yuko tayari. Ule kwetu Lamu, mimi mzaliwa wa Lamu, nimesoma Mombasa kutoka mdogo mpaka sasa hivi Mombasa, lakini hasa nimezaliwa Lamu. Tuna msemo watasema mnazi, mti wa mnazi lazima uwekewe mtembo. Mtembo ni mnazi mdogo. Sasa ukipanda minazi ikiwa mirefu sana, hata matunda yake huwasimeni tena, nazi zinakuwa kidogo. Kilo kikua mnazi ukiwa na miaka mingi pia na kuzaa kwake inakuwa ni kidogo. Sasa mnazi ukiwa hivyo, basi ukuchini atakaowekewe mtembo, yaani mtembo mnazi mwingine ambao utauzika pale, utaumeza pale na utakuwa nakuwa, ili huyu mzee akiwa hana cha kutoa tena, huyu mwingine anapanda naye. Kwa mnazi ukiwa ni kongoo, lazima uweke na mtembo wake, ili kusudi wakati wote ikiwa kulemilisha, lakini huko chini tunafaa. Hivi ndivyo siasa ambayo kwamba atakana iwe. Ndivyo Bwana Mtume sana hata alipokuwa akiwaeka katika safu za masahaba katika vile vita, kulikuwa na vijana wanakumbia nyuma akiwatayarisha kabisa, akiweka ikifika wakati kijana fulani anampatia bendera, anampatia mkononi kwamba sasa wewe nimekupa tayari uongozi, ingia. Lakini washatayarishwa kutoka mwanzo. Bali wengine walikuwa wakitaka wenyewe kuingia katika safu ya kwanza, katika sababu wa vijana ambao wamepata malizi mazuri.
ikifika wakati ilikuwa kuna tena kumfundisha, ni moja kwa moja anamtoa na kuingiza safu ya kwanza, anaendelea na kazi. Hawa ni jilun faridun au jilun Qur'aniyun farid, watu ambao waliolelewa na Qur'ani wa kipekee. Mifano yao ilikuwa ni mifano ya kipekee. Ala kulli hal, na sisi tuigize mifano yao. Kwa hivyo haya ndio machache ambayo tunataka kuzungumza, na Mwenyezi Mungu atutawafiki. Subhanahu wa ta'ala asema وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. Namtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Mtume wake sallallahu alaihi wasallam, wala msizozane mkaingiwa woga na zikapotea nguvu zenu, na subirini, hakika Mwenyezi Mungu yupo pamoja na wanaosubiri. Moja ni kitu muhimu katika Uislamu, na hiyo sifa ndio Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaipenda. Shukuru Mwenyezi Mungu na ulama na wakati wa inshallah taala. Jazakumullahu khair.